Tunapokwenda kwenye maombi, ndugu zangu, hatuwezi kwa ajili ya kupokea majibu kama tulivyojiwekea. Wakati wetu tunaenda kwenye maombi ili Bwana aachilie ushauri wa kimawazo wa namna ya kutatua huo mgogoro au tatizo ambalo umeenda nalo wapi? Kwenye maombi. Ndio maana nguvu ya mwombaji haipo kwenye chumba cha maombi. Nguvu ya mwombaji ipo na ufahamu anaopata na kutendea kazi baada ya nini? Baada ya maombi. Unapotoka kwenye maombi unafanya nini? Ndio ni mfanya biashara, lakini unapoingia kwenye maombi Mungu atakupa ushauri wa namna ya kufanya biashara. Ndio unaomba Mungu akuponye. Unapotoka kwenye maombi Bwana anakupa namna ya kupona. Sasa wengi tunategemea kwamba Bwana aniponye tu ghafla pap. Wakati anaweza akakuponya ghafla kweli, lakini wakati mwingine anakupa ushauri wa namna ya kuishi ili ugonjwa uanze kupotea wenyewe kupitia maisha unayoishi. Kwenye maisha tunayoishi kuna sehemu yako ndani ya mwili wako inaitwa sehemu ya kibinadamu, alafu ndani yako pia kuna sehemu inaitwa sehemu ya kimungu. Maana ile roho iliyoachiliwa ndani ya mwili inawakilisha Mungu, alafu mwili unawakilisha wewe binadamu wako. Mungu anapotaka kuleta majibu kwenye maisha yako anatumia sehemu ya roho yake kama sehemu ya uungu ndani yako kwa ajili ya kushirikiana wewe kuleta nini? Majibu. Kwa hiyo majibu mara nyingi ya kimungu ni matokeo ya ushirikiano kati ya Mungu na mimi ili kuyafanya majibu yafanyaje? Yatokee. Sasa wengi tunafikiri kwamba majibu ni Mungu analeta peke yake. Anapotaka kukujibu Mungu anashirikiana na sehemu ya roho yake ndani yako ili kukuletea nini? Majibu. Wewe unafikiri kwa nini yule Bartimayo alipokuwa anapambana kuona naye, alipomwambia njoo Bartimayo kipofu, anapofika pale Bartimayo anaulizwa unataka nikufanyie nini? Kwa nini Mungu asingemponya tu? Yaani Mungu anajua kwamba Bartimayo ni nani? Ni kipofu. Na amekuja pale kwa sababu anataka kufanyaje? Kuponya. Lakini anamuuliza unataka nikufanyie nini? Maana anajaribu kuiona ile sehemu ya kimungu ndani ambayo ndio iliyobeba imani. Je, inajua imefuata nini? Kwa sababu kama sio hiyo sehemu ya kimungu, sehemu ya kibinadamu inawezekana ndio ingeinuka, ingesema kwamba mimi hapa nataka hela. Maana sehemu ya kibinadamu inapenda hela. Sehemu ya kibinadamu inapenda maisha mazuri ya kimwili. Lakini kwa sababu lengo lake ilikuwa kupona na ndio lengo lilomfanya aende kwa Yesu, hakubabatika, ila sehemu ya uungu ndani ikasema nataka kuona tena. Kwa Mungu anapotaka kutoa majibu, anaiamsha ile sehemu ya uungu ndani yako ili iweze kuitikia maelekezo, hatimaye majibu yaweze kuja kwenye maisha yako. Kwa hiyo maana uwe makini unavyoingia kwenye mambo, kwa sababu kuna maelekezo ambayo Bwana atakwambia kwamba ili uweze kupokea muujiza wako katika mwili, nenda katoe sadaka. Unafikiri wale walioambiwa kwamba nenda kajionyeshe kwa makuhani, kilichokuwa kinaambiwa ni ile sehemu ya roho, kwamba ile sehemu ya roho au sehemu ya kimungu ndani yenu inatakiwa ipokee majibu ya uponyaji wa kutoka kwenye ukoma, lakini hii sehemu lazima itii maelekezo ya kimungu kwa kwenda kujionyesha wapi? Kwa makuhani. Kwa Mungu anataka kusema na wewe, anashughulika na sehemu ya uungu ndani yako ili iweze kupata maelekezo. Na ndicho kilichotokea kwa wana wa Israeli walipokuwa katika nchi ile, katika kabila la Yuda. Waliambiwa hivi, andaeni kwaya itakayomsifu Bwana katika uzuri na utakatifu. Maana sehemu ya uungu ndani yenu iliyobeba roho yangu iamsheni kwa njia ya sifa. Itakapoamka kwa njia ya sifa, zile sifa hazitakuwa sifa, bali zile sifa zitageuka kuwa upanga mbele ya maadui, zitageuka kuwa silaha mbele ya maadui. Matokeo yake mtaona matokeo wakiwa wamekufa.